Tarehe 5 mwezi Novemba mwaka 2015 ilikuwa siku ya kuapishwa kwa hayati John Pombe Magufuli. Hafla hiyo ilifanyika uwanja wa Jamhuri, Dodoma, makao makuu ya serikali ya Tanzania. Uwanja uliofurika mamia ya wananchi wa Tanzania kushuhudia uapisho rasmi wa Magufuli. John Pombe Magufuli alikula kiapo mbele ya serikali na wananchi akiwa tayari kulitumikia taifa la Tanzania. Na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote. Katika hafla hii ya kuapishwa kwake ndipo sura ya Mama Samia Suluhu ilionekana kwa mara ya kwanza kwa jukwaa la taifa, akiwa na sura ya upole, akikula kiapo kama naibu wa Rais John Pombe Magufuli. Baada ya kuapishwa kwa Pombe Magufuli, katika hotuba yake alieleza kwamba sasa uchaguzi umefika mwisho na muda uliobaki ni kulijenga taifa na kuhakikisha kwamba maendeleo ni kipaumbele nchini. Uchaguzi sasa umekwisha. Uchaguzi sasa umekwisha. Lililopo mbele yetu hivi sasa ni kuendeleza jitihada za kulijenga na kuleta maendeleo kwa taifa letu. Na katika hilo napenda niwahakikishie Watanzania wenzangu kuwa kiapo nilichoapa hivi punde pamoja na alichoapa makamu wangu tutahakikisha na kukienzi kwa nguvu zote. Na baada ya yote akapiga sahihi rasmi mbele ya macho ya vyombo vya habari viwe shuhuda kwa waliokosa kuhudhuria na mataifa mengine kwa ujumla kwamba sasa amechukua hatma rasmi kuwa rais wa Jumuiya ya Muungano wa Tanzania. Tutazidisha pia mapambano dhidi ya rushwa, wizi na ubadhirifu wa mali za. Muda mwingi wa John Pombe Magufuli alikuwa nje ya ofisi kulitumikia taifa. Alifanya ziara za ghafla katika ofisi mbalimbali nchini Tanzania. Alitembelea wananchi, na kwa waliomjua vizuri Magufuli alikuwa na utu wa kuwasikiliza wananchi wake moja kwa moja wakati angekuwa kwenye ziara yake. Alikuwa na upendo kwa wananchi wote kwa jumla. Aliwatetea vyovyote vile angeweza na alikuwa na suluhisho ya mara moja bila kutafakari kwa muda. Mapato yako ni kiasi gani hapa? Hapa mapato kwa mwaka ni bilioni 1.8. Sasa bilioni 1.8 umeshindwa kujenga choo hapa hata kama ni cha maji. Wakati watangulizi wake wakisafiri duniani kote kuitafuta fursa, Magufuli aliamini fursa hazitafutwi angani bali zinapatikana kwenye udongo wa Tanzania. Katika kipindi chake cha uongozi alifanya safari chache mno nje ya nchi, tena karibia zote zikiwa ndani ya bara la Afrika. Hakukanyaga sana Ulaya, Marekani wala Asia kama rais. Sababu yake ilikuwa moja na yenye uzito: kubana matumizi. Katika hotuba yake ya kwanza bungeni alianika ukweli mchungu. Mabilioni ya shilingi yalikuwa yakiteketea kwa safari za nje ambazo hazikuwa na tija kwa wananchi wa kijijini. Alipiga marufuku safari za nje kwa watumishi wa umma, akisema, kwa wale wanaopenda kusafiri sana, kama safari sio ya lazima sana usisafiri. Kama safari sio ya lazima sana usisafiri. Kwake kila senti iliyookolewa kwenye tiketi ya ndege ilikuwa ni tofali moja zaidi kwenye ujenzi wa reli ya SGR au kitanda kimoja zaidi hospitalini. Alichagua kuwa mlokole wa maendeleo ya ndani, akiamini kuwa huwezi kupanga nyumba ya jirani wakati yako bado inavuja. John Pombe Magufuli aliondoka madarakani bila pasipoti yake kuwa na mihuri mingi, lakini aliondoka huku nchi yake ikiwa na alama nyingi za maendeleo. Alituaminisha kuwa ukitaka kuheshimika duniani, anza kwa kujiheshimisha nyumbani. Kabla ya kifo chake tarehe 17 Machi mwaka 2021, hayati Rais John Pombe Magufuli aliongoza Tanzania kwa kipindi cha miaka 5, miezi 4 na siku 12 kabla ya mauti kumfika. Hii ina maana kuwa alifariki dunia akiwa amekaa kwenye muhula wake wa pili
Kwa muda wa miezi 4 na siku 12 tu. Alikuwa rais wa kwanza wa Tanzania kufariki dunia akiwa bado madarakani. Ilikuwa ni Jumamosi ya tarehe 27 mwezi wa pili mwaka wa 2021, siku ambayo bila Watanzania kujua ingekuwa ndio mara ya mwisho kumwona kiongozi wao Daktari John Pombe Magufuli akiwa hai katika macho ya umma. Katika viwanja vya ikulu ndogo ya Dar es Salaam, Tanzania, Rais John Pombe Magufuli alitokeza hadharani kwa ajili ya shughuli moja maalum ya kiserikali kumwapisha aliyekuwa katibu mkuu kiongozi mpya Daktari Bashiru Ali Kakurwa. Alikaa kwa utulivu akishuhudia Daktari Bashiru akila kiapo cha uaminifu. Hata baada ya zoezi la uapisho kukamilika na utiaji saini wa nyaraka kufanyika, Rais John Pombe Magufuli alibaki mkimya, akionyesha ishara za uchovu, lakini akiwa amejawa na nidhamu ya kazi hadi dakika ya mwisho. Baada ya hafla hiyo fupi, Rais John Pombe Magufuli aliondoka na kuelekea ndani. Kuanzia siku hiyo, tetesi zilianza kusambaa huku Watanzania wakijiuliza, yuko wapi kiongozi wetu? Kimya hicho kiliendelea kwa takriban wiki 2 huku nchi ikiwa kwa taharuki hadi ilipofika usiku wa tarehe 17 Machi. Februari tarehe 27 haikuwa tu siku ya uapisho. Ilikuwa ni siku ya kuaga kwa kiongozi ambaye aliamua kumaliza safari yake hadharani, akitekeleza wajibu wake mkuu kuijenga serikali yake. Alama yake ya mwisho ilikuwa ni kazi. Hata wakati sauti yake iliposhindwa kusikika. Ulikuwa ni usiku wa tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2021. Baada ya wiki kadhaa za uvumi na maswali yasiyo na majibu, ghafla matangazo ya kawaida kwenye redio na runinga yalikatika. Watanzania wakiwa na mioyo mizito walitazama skrini zao zikipambwa na rangi ya kijivu na nyeusi. Kisha akatokea makamu wa rais Mama Samia Suluhu Hassani. Macho yake yalijawa na simanzi na sauti yake ilikuwa na mtetemo ulioshika pumzi za mamilioni ya watu. Mama Samia alitamka maneno ambayo hakuna Mtanzania aliyekuwa tayari kuyasikia. Alieleza kuwa rais alifariki dunia saa 12 jioni katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam, Tanzania. Sababu ya kifo ilielezwa kuwa ni matatizo ya mfumo wa umeme wa moyo, ugonjwa ambao alikuwa nao kwa zaidi ya miaka 10. Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa nawajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi mwaka huu 2021 majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Saa hiyo hiyo nchi nzima iligubikwa na giza la majonzi. Mama Samia ilitangaza siku 14 za maombolezo ya kitaifa, ambapo bendera zote zingekaa nusu mlingoti kutoa heshima kwa jembe lililoanguka. Dunia ilisimama, Afrika ililia. Tanzania ilimpoteza rais wa kwanza kufia madarakani na kiongozi aliyewajengea wa Tanzania hali ya kujiamini na uzalendo wa dhati. John Pombe Magufuli aliondoka, lakini aliacha nyayo zisizofutika. Kama alivyosema Mama Samia, kazi yake imekwisha, lakini urithi wake wa hapa kazi tu utabaki kwa dira ya taifa kwa vizazi vijavyo. Makala haya yameandaliwa na kuletwa kwako na Mambia Nyansiri.